Hujambo na karibu katika makala ya yaliyojiri NTC juma hili, kipindi ambacho kinakuletea habari na uchambuzi wa matukio mbalimbali. Mimi ni Nanaeli Kajiru na hii ni Hope Media NTC. Miongoni mwa yaliyojiri NTC juma hili: watu 47 wampokea Yesu kwa njia ya ubatizo. Washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato wahimizwa kuishi kwa matumaini. Hayo na mengine mengi, fuatana nami hadi tamati mwa kipindi hiki. Na sasa nikupitishe katika habari nilizokuandalia juma hili. Moshi, Kilimanjaro, watu 47 wampokea Yesu kwa njia ya ubatizo. Ikiwa ni katika miisho ya effort yenye kauli mbiu tumaini katika miji mikuu, iliyofanyika viwanja vya Hindu Mandal na kuwezeshwa na mitaa yote ya kanisa la Waadventista wa Sabato Moshi mjini mkoani Kilimanjaro. Mkurugenzi wa idara ya vijana wa kanisa la Waadventista wa Sabato NTC, ambaye amekuwa mhutubu mkuu, mchungaji John Kimbute, amesema watu wanapojitoa kwa Mungu, utukufu ni kwa Mungu, sio kwa mwanadamu. Lakini tunashukuru kwamba Mungu kwa muujiza mkubwa ameleta watu, na kila wakati kulikuwa na wageni wanaokuja kutoka mbalimbali na wengine wakikimbia wakati wa wito wakisema na sisi tumesikia ujumbe tukipita barabarani. Kwa namna hiyo hata matokeo hayo yaliyotokea kwa kweli sio nguvu yoyote ya kibinadamu isipokuwa Mungu mwenyewe ndiye amefanya hayo, na heshima, sifa na utukufu vimrudia yeye. Kwa upande wake, mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato mtaa wa Majengo, mchungaji Allen Elfra, ametoa wito kwa washiriki kuendelea kufanya kazi ya Mungu. Tunamshukuru Mungu sana kuwa na ubatizo ndani ya mji wa Moshi wa watu 47 wapya. Ni matokeo makubwa na ya pekee. Sifa na utukufu tunampa Mungu aliye mbinguni. Lakini kanisa kwa ujumla tunafurahi kusema ya kwamba mikutano hii imekuwa na mafanikio. Tunahisi wajibu ndani yetu wa kuendelea kuwepo kwa mikutano hii, lakini pia kulea wale 47 ambao wamebatizwa katika eneo hili. Tunawatia moyo washiriki kuendeleza kazi hii ili kazi ishe na Yesu arudi ili turudi nyumbani. Rozi Maiga pamoja na Wizeimana Daniel wanaeleza namna walivyopokea tumaini na kisha kumpokea Yesu kwa njia ya ubatizo. Huwa napitia kitabu cha mafundisho. Hicho ndo nilisoma. Nikasoma imani za msingi ambazo ziko 28. Kuna msingi mwingine unaitwa ubatizo. Hapo ndo nilisoma, nikaelewa, nikaamua kumtumikia Bwana. Hivyo na washauri hata vijana wenzangu waamue kubatizwa, wamtumikie Mungu ili tuachane na anasa za dunia. Kaona neno la Mungu likaniingia akilini, ambalo ndicho kitu kilichonifanya nimpokee Yesu Kristo mpaka nimekuja kwa kubatizwa hapa. Yote ni kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Tukisalia hapo hapo Moshi mkoani Kilimanjaro, washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato wahimizwa kuishi kwa matumaini. Wito huo umetolewa na daktari mtaalamu wa afya ya akili Dr. Pasco Kangiria katika mahojiano na Hope Media NTC, ikiwa ni miisho ya effort za tumaini katika miji mikuu iliyofanyika mjini Moshi mkoani Kilimanjaro. Dr. Kangiria amesema kwa siku za karibuni na kadri ambavyo maisha yanazidi kusonga, tumekuja kubaini, na hata wewe mtazamaji unayonisikiliza, inawezekana utakuja kubaini kwamba ni kweli jamii yetu inazidi kukosa matumaini. Na wakati ambavyo matumaini yanazidi kukosekana katika jamii yetu, watu wengi wanaishi kwa fadhaa nyingi. Watu wanaishi kwa hofu nyingi. Kimsingi maisha ya hofu na fadhaa sio kwamba ni kitu kipya katika jamii. Imekuwa hivyo kwa miaka yote toka zamani. Hata tukisoma kwenye Biblia kuna watu wengi sana ambao wamepitia fadhaa mbalimbali. Tutamwona Noa, tutamwona Yona, tutamwona hata Yesu pale Getsemani kwa kusema tu machache. Kwa hiyo fadhaa imekuwa ni sehemu ya maisha ya binadamu. Masomo haya yamekuwa katika sehemu kubwa sana kuwasaidia watu kukabili salama changamoto wanazopitia. Nuru na matumaini kazidi kuonekana kwao wakati wanamsubiri Yesu arudi mara ya pili. Na hii ndio imekuwa hoja ya msingi, na naamini Mungu atazidi kuwasaidia watu, watazidi kubadilika, wataishi kwa matumaini makubwa kumsubiri Yesu anaporudi mara ya pili.
Kwa upande wake, Rest Moses pamoja na Daktari Sospita Kidaso, baada ya masomo mbalimbali kuhusiana na afya ya akili, wanaeleza jinsi walivyonufaika na masomo hayo kwa muda wa majuma mawili. Miongoni mwa masomo niliyobarikiwa nayo sana ni pamoja na somo la afya lililokuwa likitolewa na mtumishi wa Mungu Daktari Pasco Kangiria, ambapo amekuwa na somo kuu linalosema utulivu wa akili. Kiuhalisia, katika ulimwengu wa sasa uliochafuka na uliojaa na mambo mengi, hakika tunaweza tukajiona kama sisi tuko wazima, hatuna matatizo ya afya ya akili, lakini kiukweli kutokana na masomo haya yametufunza kwamba hakuna aliye mzima. Hivyo tunahitaji utulivu wa akili. Tutapataje utulivu wa akili? Tutapata utulivu wa akili kwa kusoma neno la Mungu, kwa kusikiliza nyimbo mbalimbali zinazomhusu Mungu, lakini pia kwa kufuata taratibu za afya, ambapo daktari ametuelekeza hususani kwa tabibu mkuu ambaye ni Yesu Kristo. Tumejifunza kuwa na vitu halisi kwa maana ya kumtegemea Mungu kwa ukamilifu, ndo afya ya akili itakuwa bora. Kuwa na marafiki waaminifu, kuwa na marafiki ambao mnapendana, lakini kuwa na watu ambao unaweza kuwasaidia kuwa na utulivu wa akili. Mfano wahitaji. Ili nao wapate utulivu wa akili lazima watembelee na kuwasalimia. Kuzungumza nao na kuwasalimia inawapa utulivu wa akili, inaonyesha kwamba nao wanapendwa, wanathaminiwa kwenye jamii, na kwamba jamii inawahitaji. Na sasa tuelekee kule Lushoto katika mwendelezo wa simulizi ya mchungaji mstaafu, Mchungaji Lukindo Mlavi, ambaye hivi sasa ana miaka 98 na leo anatuelezea kisa kingine. Alafu baadaye tukapata nini hii nyingine, tukiwa na Mayo. Tukiwa na Mayo tunakwenda, waniita ili niweze kwenda kubatiza huko Bumbuli. Tulipofika Soni juu ili tuweze kuendelea kwenda huko, tukafingirika tena na gari, lakini hakutukwenda. Hapo chini kidogo pakapatikana mti, tukakwama hapo. Mimi nilikuwa nimeumia hapa tu, Mayo naye alikuwa ameumia, lakini hatukuumia watu wa kupelekwa hospitali. Mambo makaya huko. Sasa nikuambie kitu cha mtu mmoja nikiwa Malindi, anaitwa Lukindo kama mimi. Akaja, ni Muislamu, Waislamu wakubwa. Akaja kwangu alipoona kwamba nimepata ajali mara mbili. Akaniambia, bwana mzee, nakwambia kitu kimoja. Umepata ajali mara mbili ya gari, muache Mungu kwanza, tuende kuzindikwa. Tukizindikwa, tukimaliza, sisi tutarudi kwenye dini. Nikamwambia sisi hatuko hivyo. Mchungaji Mlavi akasema Mungu atakuwa pamoja naye, hivyo basi akakataa kwenda kuzindikwa, na huku rafiki yake ambaye naye anaitwa Lukindo, yeye alienda kuzindikwa. Haikumalizika mwaka, ya akafa. Niko mpaka leo. Hicho ni kisa ambacho nitakupatia. Mungu anafanya mambo makubwa na akaniokoa. Hilo ni jambo kubwa sana ambalo linafaa kushuhudia kwa watu waweze kujua kwamba Mungu ni mwema. Endelea kufuatilia simulizi hizi katika makala ya Yaliyojiri NHC juma lijalo. Mwenyekiti wa Conference ya Kaskazini Mashariki mwa Tanzania, Mchungaji Musa Nzumbi, amewapongeza washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato Magamba, mtaa wa Lushoto, wilayani Lushoto, mkoa wa Tanga, kwa ujenzi mzuri wa kanisa.
Mchungaji Musa Nzumbe amesema hayo katika ibada ya kuweka jiwe la msingi kanisani hapo. Aidha amesema kuwa kanisa linapowekwa jiwe la msingi ni chachu ya kufanya uinjilisti na kupanua utume. Vile vile amewahimiza washiriki kujitoa kwa ujenzi wa kanisa. Kwa hiyo tunapomjengea Mungu nyumba, tunampatia Mungu heshima, ni kielelezo cha heshima. Na ndio maana Kutoka 25 anasema na tumfanyie watakatifu ili nipate kukaa kati yao. Kwa hiyo nyumba hii inajengwa kwa niaba ya kumheshimisha Mungu tunayeabudu. Jamani, sisi amina. Kwa nini tunajenga nyumba ya ibada? Namba 2, kanisa zuri ni chombo cha kuvutia uinjilisti. Huwezi ukamleta mtu kanisani kama hauna jengo zuri. Kwa upande wake, mkurugenzi wa idara ya uchapishaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato NTC, Mchungaji Furaha Luhambati, amewataka washiriki kuendelea kuwa na umoja katika ujenzi wa kanisa. Tunafanya kwa ajili ya Mungu na hakuna aliyewahi kufanya kitu kwa ajili ya kazi ya Mungu akapungukiwa. Endeleeni kuwa na umoja, na jambo hili naomba liwatie moyo. Ndio lengo la kuweka malize kwa haraka. Mchungaji wa mtaa wa Lushoto naye alikuwa na haya ya kusema. Washiriki wanashikamana kutoa fedha zao, kuna wanaotoa miti, kuna wanaotoa fedha kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kanisa linakwenda mbele. Kwa ujumla, kwa ufupi, nimepata mshirikiano mkubwa sana kwa washiriki, na tuendelee kuombea kazi ya Mungu ili baadaye washiriki wao wanaweza kufanyia ibada mahala ambapo pana kanisa zuri, na tukiwa tunamshukuru Mungu. Mimi kama mshiriki wa kanisa nahimiza watu na washiriki wote kuhusu ujenzi. Tujitoe kikamilifu sana ili hatimaye Mungu atubariki kwa kazi ya mikono yetu, lakini pamoja na maombi. Tunapoelekea tamati mwa kipindi cha makala ya yaliyojiri NTC juma hili, ni kujuze tu mikutano ya DANET Event Nuru Iletayo Matumaini imehitimishwa tarehe 31 Mei 2025. Na kwa upande wa Conference ya Kaskazini Mashariki mwa Tanzania, watu zaidi ya 600 wamempokea Yesu kwa njia ya ubatizo. Miisho ya mikutano hiyo ni mwanzo wa mikutano mingine yenye kauli mbiu ya tumaini katika miji mikuu. Imeanza tarehe 1 hadi tarehe 14 Juni 2025. Mahubiri haya yatakuwa yakirushwa mubashara kupitia chaneli yetu ya YouTube kwa jina la Northeast Tanzania Conference kuanzia saa 11 hadi saa 12 jioni. Hivyo basi, endelea kufuatilia makala ya yaliyojiri NTC kila juma ili tuweze kukujuza taarifa mbalimbali kuhusiana na mikutano hiyo iliyoanza ya tumaini katika miji mikuu. Sasa tuelekee katika habari ambayo itatufungia kipindi cha makala ya yaliyojiri NTC juma hili. Tukirejea katika masomo ya kaya na familia ambayo yamefanyika katika viwanja vya Hindumando Al-Moshi mkoani Kilimanjaro. Masomo hayo yameongozwa na mwinjilisti Heri Mnango, naye amekuwa na haya ya kusema. Lakini kuna vijana ambao wanaingia katika ndoa. Tumekuwa na wimbi la vijana ambao wanaoa nje ya kanisa. Kwa hiyo tumepata masomo mbalimbali ambayo yameendelea kuwa baraka kwao, ili kuona kwamba kijana afanyeje ili aweze kupata mwanaume ambaye ni sahihi au mwanamke ambaye ni sahihi, na mwisho familia zetu zikawe bora ndani ya kanisa, lakini familia ambazo zinaandaliwa kwa uzima mbele. Kwa upande wake, Yona Joseph kama kijana anayetarajia kuwa na familia hivi karibuni, anaeleza anavyonufaika na masomo ya kaya na familia. Mimi ni kijana ambaye bado sijaingia katika ndoa, lakini ni somo ambalo limenisaidia kuniandaa kwa ajili ya maisha ya familia baadaye. Lakini pia nimejifunza mambo mengi yanayohusiana na namna ambavyo napaswa kuishi katika familia nikishaingia katika familia. Kwa hiyo familia inahitaji kuwa na upendo, inapaswa kushirikiana, lakini kupanga mambo kwa pamoja ili familia iweze kwenda vizuri. Kama mama na mke, dada Magdalena Sule anaeleza mambo aliyokumbushwa kufanya katika mfululizo wa masomo ya kaya na familia. Kuhakikisha familia yangu inasimama imara kiroho. Familia itakaposimama imara kiroho,
tumaini litaongezeka. Tumaini litaongezeka kwa mume wangu, tumaini litaongezeka kwa watoto wangu, tumaini litaongezeka kwa wanafamilia ambao wananitegemea mimi katika familia yangu. Hivyo mwisho wa yote haya tutaingia katika ufalme wa Mungu na kufurahi pamoja na Yesu milele. Aidha, mtoto Upendo anasema uzoefu wa kuwa na ibada nyumbani. Ikifika usiku majira ya 2:00 tunajipanga na kila mtu anachukua kitabu na kuanza kusoma. Mmoja anachukua Biblia, mwingine anachukua lesoni. Habari hiyo inatufikisha tamati mwa makala ya yaliyojiri NTC juma hili. Kwa taarifa zaidi unaweza kutembelea mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram na YouTube. Vile vile usisahau na TikTok kwa jina la Northeast Tanzania Conference. Unaweza kusubscribe, kucomment, kulike katika channel zetu hizo za mitandao ya kijamii. Kwa niaba ya wote walioandaa matangazo haya, mimi ni Nanaeli Kajiro. Panapo majaliwa tukutane juma lijalo.